Oui, je vais leur dire en tout cas. Hawa sindi wako tofauti. Pale umeona kuna FDLR pale. Mnaoje FDLR kuliko hata mimi. Yaani wako wanaishi hapa, wanaona wanafanya na jeshi la government miaka na miaka hapa. Wenye nafuata pale wazalendo na wa criminals wako pale. Wale ni wako na waua watu hapa ndani ya town. Usiku mzima wanaua, wanaiba, wanafanya mavibaya, lakini wakifanya pamoja na FDLR, wakifanya pamoja na FARDC, wote mnajua ni wamoja, ni chungu moja. Na wale wengine wenye wameenda siku zenye zimepita. So ndio wenye walikuwa wanaleta shida hapa ndani ya town, tumeweza kuwashika leo. Tunawashika na kuwateka wote na masiraha kadhaa walikuwa nazo. Baadaye tumepata na familia na jamaa zao pale, za wale wa FDLR na wengine. Hata wengine wametumesukuma na wenyewe hawajapatikana. Lakini kwa muda tutaendelea kuwasaka. Hatutakoma kuwasaka hata siku moja. Wale wote wataendelea kutafuta kunyanyasa raia na kuharibu usalama wa nchi. Tutawanyanyasa siku zote, tutawatafuta siku zote hadi tuwapate. Na usalama tutaimpose hapa kwa Kongo. Asante. Sasa wao umewapata kwa nyumba ama kwenye mapigano kwenye? Wengine tumewapata kwa manyumba. Hapa ndani ya town. Ndio tumewapata wengi. Wakati tuko nafanya msako ya usiku hadi saa hii. Ni wangapi FDLR hao? Ndio wako pale. Ça c'est l'échantillon. Hii ni échantillon. Yaba tunaonesha. Kesho yake mtakuwa tena waona wapi mingi sana. Oui, je vais leur dire en tout cas. Kama mtu anaona mtu ambaye anajua iko na silaha, inabidi ataye ule mtu. Sababu tunafika na ligne rouge. Tunakukutana huko na mtu iko na silaha, unamficha kwako. Tunamshika na wewe kabisa tutakufunga. Utajibu kabisa. Hiyo ndio wakati kila mtu anajua kwamba anaweka mtu iko na silaha, anajua fasi silaha iko, haitoa hiyo silaha, atoa hiyo mtu kabisa, tuko tayari kupokea ile vitu batu. Vile vitu na wale batu. Ligne rouge maana yake nini? Ligne rouge tunasema hivi. Maana yake kama wale batu tunamwambia kila siku. Mtoa wale batu. Unaficha batu biko na silaha, batu biko na sikia. Maana yake ligne rouge tunasema kila mtu ambao anaweka mtu ambao iko na silaha, hiyo ni shida kubwa sana tena kubwa. Donc a partir ya leo baitoa hiyo silaha, batoa taje wale watu. Kama tunamshika tunakushika na wewe. Na wewe unakuwa mjambazi directement. Asante. Katika mji wa Goma. Katika mji wa Goma. Kwa nini hii hatua? Sababu government ya Kongo inalipa watu pesa nyingi sana. Inalipa watu pesa ba politiciens nyingi ambao biko Kinshasa banaleta pesa hapa na watu. Lakini watu biko na yosikia, biko na silaha, biko na weka watu ambao biko na silaha, bauwe watu. Hatuwezi kabisa kuvumilia watu wakufe kila siku. Inabidi ligne rouge pale kabisa. Hatutatolerate tena hilo maneno kabisa. Lakini mlikuwa ndani ya sensibilisation. Tulisensibilize sana kila siku, kila dakika. Lakini batu biko nasikia. Asante bwana. Asante. Ni kusema asante sana bwana journalist. Nimepatikana hapa naitika kwa jina la Katembo Jileme wa Mjoko. Kusema tumefanya uwito kwa jeshi ya Kongo yenyewe wanaita FARDC na wazalendo na FDLR na wenginevyo warudishe silaha, sababu leo hii usalama mdogo yenyewe inapatikana ndani ya Goma yenyewe tunaweza zita ni sababu yenyewe inatokea kusilaha zenyewe zimegawa kwa waraia. Silaha inapasha patikana jeshi, lakini hiyo silaha imepewa raia.
hiyo silaha imepewa raia yenye haifunzwe, yenye haijue silaha, na hiyo silaha pahali isekirize population ya Goma, hii silaha imesekirize population ya Goma. Ni kusema hii champion yetu tumekamata, na wengine wataletewa mbele ya radio, mbele ya matelevision kuonesha kama huku na ndugu yako ni FARDC, huku na ndugu yako ni mzalendo, haiku adui wa FCM. FDLR anapaswa rudi kwao Rwanda, sababu haiku mkongomani. Nasema kama tunapashwa weka amani kwa nguvu hapa Goma, na itafanyika sababu inji au incite au kitu kenye kinaheshimisha, kitu ya kwanza yenyewe unapashwa kupatia raia ya kwanza ni security ya raia na mali yake, na njoo yenyewe tuko nafanya sasa. Kusema population inapashwa ongea na sisi, population ikitilie confiance, na tuko naongea na population sababu niko nafanya tournée mkila quartier, tuone kama tutarudisha ile confiance yenyewe itakuwa kati yetu kama viongozi na population yetu. Bwana journalist, Kongo ni nchi ya kwanza kudunia yenye wakati unaona soda usiku, wakati unaona askari usiku, bali useme okay mimi napona, lakini unakuwa vitu vitatu: sote ile askari atakuiba, swat atakuua, sote atakupiga. Sasa hiki kitu kinapashwa isha, na ili ndio tuko naonana na raia kusudi tuambie kama sisi hatukukuja kupora mali ya raia hapa, hatukukuja kuua raia, lakini tukikia kuchunga raia na mali yake, sawa vile Kiwanja, Kibirizi, Kanyabayonga, Kirumba, Kichanga, Nyakakoma, wenye sasa leo watu wanaishi na amani. Unaweza fanya siku 4, unaweza fanya miezi 4, miezi 5, miezi 6, au sikieka sauti ya risasi, na hapa Goma itawezekana kwa kila kitu. Lakini wananchi wanalalamikia usalama. Hii ni hatua ambayo mnaanza kuwakamata kwa kingufu ama bado mnawabembeleza? Ni kusema hakuna tena kubembeleza, na utofauti inaonekana, sababu wakati unataka kuonesha kitu naomba unatofautisha kitu. Kwa Kifaransa wanaita method comparative. Wakati unaona wakati yenye government imekuwa hapa na sisi tofauti. Nimekuambia ya kwamba government imeweka hapa 30,000, 13,000 ya jeshi imeshindwa kusekurize vile ya Goma, sababu objectif haikuwa kusekurize vile ya Goma. Mwito kwa watu wanaoweka wazalendo na wanajeshi nyumbani kwao hadi sasa ni mwito gani? Ni kusema ile wanaita bande ya wa malfaiteur, ni kusema wanaungana. Haiwezekani tuko naita kila siku tunamwambia huko na ndugu yako na mtoto wako ni mzalendo, akuje atachagua vitu viwili: arudishe silaha, ya pili kama anapenda kijeshi aseme, kama anapenda kurudia kufisi zile okay, tutamrudisha ndani ya chama. Ni ile peke yake bwana journalist. Asante bwana Mia. Kwa kifupi, so ya hao criminal ni kusema wa criminal, sheria itafanya kazi yake. Tuko na masheria ndani ya nchi. Leo tuko na centre d'arbitrage, tuko na procureur, tuko na bajiji, sheria itafanya kazi. Wakati mtu anadetenir, anakamata silaha illegalement kinyume na sheria ya Kongo inaweza kuweka miaka 10 au miaka 15 kichwa. Ni ile sababu tulianza msensibilisation, lakini leo tunafika kwa wakati tuweke nguvu kusudi amani irudie. Swali ya mwisho